Na pia kuna kitu kingine ambacho ninataka nikuelekeze hapa, kwa sababu wakati mwingine tatizo hili limewapata wengine. Anachanja alafu kunatokea shida, kuku wanakufa. Nimegundua kuna wakati mwingine unaweza ukafanya kosa bila kujua kwenye swala la chakula. Wakati wanapokuwa wanatumia ile chanjo, halafu kukawa na chakula ambacho kipo kwenye banda, kuna shida inaweza ikatokea. Kama unavyoona mimi hapa, wanatumia chanjo au wanakunywa maji yenye chanjo, lakini vyombo vyote vya kuwekea chakula nimevisimamisha kama unavyoona. Vifaa ninavyotumia mimi vya kuwekea chakula ni kama unavyoona nimevisimamisha huku, na havina chakula kabisa. Havina chakula kabisa, manake niliwapa chakula wakala kwanza, halafu ndipo nikawawekea chanjo. Kwa nini hivi vifaa havina chakula? Ni baada ya kugundua kosa fulani ambalo unaweza ukalifanya bila kujua. Ni lipi hilo? Kosa ambalo unaweza ukalifanya bila kujua, kuku wanapokuwa wana kiu sana, halafu kawekea maji, huwa wanakunywa maji mengi sana. Wanakunywa maji mengi sana. Na baada tu ya kunywa maji, anapoinama au akirudi kwenye chombo cha chakula, utakuta maji yale yanatoka mengi tu. Ukiangalia kwenye vyombo vya chakula ama chombo chenye chakula, utakuta chakula kimeloa. Utakuta anakiinama tu kidogo maji yanatoka, akiinama kidogo maji yanatoka. Sasa hiyo ni mistake kubwa ambayo unaweza ukaifanya bila kujua. Kivipi? Kama vifaranga watakuwa wana kiu sana, alafu umewawekea ile chanjo, wanapokunywa yale maji kwa tamaa kwa sababu ya kiu, wakirudi kwenye vyombo vya chakula na wakati huo kuna chakula, atatema ile chanjo kule kwenye chakula. Anapotema ile chanjo kwenye chakula, manake itabaki mule, kwa sababu hakitaliwa chote kwa wakati huo tena. Matokeo yake kitakachokuja kufanyika ni kwamba ile chanjo itakaa kule zaidi ya masaa mawili. Yaani utakuta kwamba kile chakula kimelowanishwa ndani ya masaa mawili, manake haitakiwi tena, imeshageuka kuwa sumu kwao. Kwa hiyo watakapokuja kula kile chakula ambacho tayari wameshatapikia huko ama wametema ile chanjo humo, ndugu yangu, unaweza ukapata matokeo hasi badala ya chanya. Tatizo hilo nimeligundua, na ndio maana mimi mara nyingi huwa nawaambia mambo haya ninayowashirikisha, mara nyingi nashirikisha tu uzoefu, kila ambacho nimekiona au kukisikia mahali. Kwa hiyo wakati mwingine usifanye hilo kosa. Unaona hapa mimi hakuna chombo hata kimoja ambacho kina chakula. Kama nilivyosema, madude yote ya chakula nimeyasimamisha kama unavyoona, hayana chakula. Kwa nini? Ninasubiria wakishamaliza kutumia chanjo wote, nitamwaga ile iliyobaki kama nilivyoelekeza, na baada ya muda kidogo, wakati wameshatulia kwamba sasa imepita muda, nitakuja kuwapa chakula baadaye. Na itakuwa sasa wakati huo sasa hawatemi tena maji, hawatapiki tena yale maji. Hapo kila kitu kinakaa sawa. Ndugu yangu, usifanye kosa. Unapotengeneza mitego ya fedha au unapotengeneza mtego wako wa fedha, kuwa makini. Usikubali kufanya mambo yako ama kutega mitego kwa hasara. Mungu akubariki. Tutaendelea kujifunza. Karibu katika channel yangu Tom Kavishe Gospel TV. Tuendelee kujifunza siku baada ya siku. Mungu awabariki sana.